ni kwema. Mpendo, usidanganyike na mambo ambayo unapitia ujitie kwa shaka ama ukuwe na mashaka ndani yako. Nataka nikuhimiza na nikwambia kwamba Mungu ni mwema na anapendeza kwenye maisha yako, anapendeza kwenye unaishi, anapendeza kwenye watoto wako, anapendeza kwa hiyo jamii uko ndani yake. Mungu wetu anapendeza hata kama umepitia magumu. Mungu anapendeza. Mungu anapendeza hata kwa kanisa hili. Mungu anapendeza. Mungu anapendeza. Hata ukiangalia hivi, ukiangalia kwa macho ya kiroho, unaangalia na unaona walio ndani ya kiroho kabisa, unaona Mungu anapendeza. Yaani amani ya Mungu imetutuliza sisi. Kuna amani iko ndani yetu, amani isiyo ya kawaida. Hata kama ulitoka kwako ukawa unapitia magumu, ulipofika mahali hapa ukapata kutulia, Roho wa Mungu akakushughulikia, ukapata kusamehe. There is a wonder. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mungu ni mwema. Hallelujah. Hata kama hiyo wiki umepitia, nasema kwako wewe unayenisikia, Mungu ni mwema. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu. Praise the name of the Lord. Upendo tuishie wewe Mungu. Sio ni mwingine tunayeweza ishia ila huyu Mwokozi wetu. Praise the name of the Lord. Anatupenda na upendo mzuri. Anajua wakati ambapo tunapitia. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 10, anatujua mahali tunapitia. Anajua wakati tuko wadhaifu. Anajua wakati mioyo yetu imeinama. Maana yeye ni mchungaji mwema. Yeye ni mchungaji mwema. Hallelujah. Hallelujah. Jua ya kwamba una mchungaji mwema na ni Baba yetu aliye juu mbinguni. Anakutazama na kulisha kwa mahali ambapo ni matulivu, ambapo kumejaa maji matulivu. Unakaa mahali pale, hauwezi patwa na mambo mabaya, maana yeye ni mchungaji mwema. Hallelujah. Hallelujah. Ukijua ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wako, hautaogopa na lolote. Hautaogopa lolote. Maana unajua huyu mchungaji hakuna wakati atazizia, hakuna wakati atachoka. Na Biblia inasema ya kwamba anajua kondoo zake, nao wanala wanamjua. Hawawezi wakafuata sauti zingine. Kwa hivyo ninajua ya kwamba Bwana yeye ni mchungaji wetu na tunaielewa sauti yake. Praise the name of the Lord. Maana Biblia inasema walio wangu waelewa. Kuna watu ambao hawajawahi elewa sauti. Hallelujah. Hallelujah. Unang'ang'ana ndio uliokoka, uko katika ndani ya lile zizi, lakini hauelewani sauti ile inapoongea. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo lazima wapendwa, tutamani na vile utakavyoelewa kuelewa sauti ya Mungu. Maana kuna nguvu katika Mungu, lakini kupitia zile nguvu ndivyo usielewe. Lazima ukubali Roho Mtakatifu akawe msaidizi wako. Leo nasikia neema ya kufunza. Sijawahi funza, lakini nasikia leo neema ya kufunza. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Wapendwa, tunapoendelea kutumikia Mungu, lazima tuelewe kuna maroho zingine ukizipa nafasi zitakaa ndani yako. Lazima ujitambue, ukumbali Roho wa Mungu aliye wa ukweli
yako, kwa hatia zako. Kubali Roho Mtakatifu akuwe kiongozi wa maisha yako. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Nataka kuleta maandiko tusome katika kitabu 1 Corinthians. Naomba Shedla kutatusomea 1 Corinthians chapter number 2 kuanzia hapo mpaka mstari wa 6. Praise the name of the Lord. Tutamani kuongozwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Unaweza kuwa umeokoka lakini hauna ndani yako Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Mnajua hivyo? Unaweza kuwa tu unaenda kanisa ndio, lakini ndani yako hakuna Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Unaona tu unafanya mambo, unasikianga watu wakisema haleluya haleluya, lakini haujui kabisa ni nini. Ama kama wakati tulipookoka, ama nipeane mfano, wakati ulikuwa shuleni ukiwa primary, uliza mtoto unataka kuwa nini wakati huo, ama maenzi zetu, ulikuwa unaisema tu lakini haujui maana kuwa daktari nini. Praise the name of the Lord. Na hiyo si makosa, na hiyo haikuwa dhambi, maana ni kutokuelewa, hauko unaelewa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuna watu bado wanasemanga mimi nataka kuwa nani na kuwa daktari, lakini hajui kuwa daktari maana yake ni nini. Wapendwa, ndio umeokoka. Wakati umetambua kuokoka ni nini, kuna yale mambo unafuata, unaachana na ya kale, unaanza kukaa kama kiumbe kipya. Haleluya. Haleluya. Sasa tunaelewana. Najua kuna mtu alikuwa ameshangaa aje. Ndio, ukiwa umeokoka, wakati umeokoka, kuna mambo ambayo ama kuna njia zingine unaachana nazo, unaanza kufuata njia ya haki ama njia ya uzima. Kwa hivyo lazima unaacha hii. Lakini kuna believer, kuna Wakristo tumekataa. Unasema umeokoka, lakini bado unang'ang'ana na kale ka mfuko yako. Kale ulikuwa unabebana wakati haujaokoka, bado unabebana nayo. Nimekuja nikwambie ya kwamba kama ulikubali Yesu Kristo hakuwe msaada kwako, hakuwe mchungaji wako, lazima ukubali ile sauti. Lazima ukubali kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Lazima uondoe hekima ya binadamu, ukubali Roho Mtakatifu na kuongoza. Usikubali kujiongoza mpendwa, maana ukifika mambo ya wokovu sio mambo na education, sio mambo na your standard, sio mambo na your age. Ikifika ni mambo ya Mungu, ni Roho anatawala. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Naomba tusomee hiyo maandiko. Bwana atatubariki. 1 Corinthians 2:1 nasema hivi Kiswahili: basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu si kuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Mstari wa 4: na neno langu na kuhubiri kwangu hukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Mstari wa 5: ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. 6: walakini iko hekima tusemayo katika kati ya wakamilifu,
ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaoibatilika. 7. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima isiyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. 8. Ambayo wenye kuitawala dunia hii hawajui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingalisubilisha wacha nirudie verse 8. Ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingalisubilisha Bwana wa utukufu. Lakini verse 9, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho alikuyaona, wala sikio alikusikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Amen. Bwana Yesu, acha kwanza tufikishe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anaandikia kanisa la Wakorintho, anawaambia kwamba kama wangelijua walipokuwa wanamsulubisha Kristo hawangemsulubisha. Kulikuwa ndio na watu wako na hekima ambayo ni hekima ya mambo ya dunia. Kulikuwa na watu wazee ndio, lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu ya kutambua ya kwamba huyu tunayeenda kumsulubisha ni Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo Biblia Paulo anasema nini? Anasema ya kwamba hii maneno ya wokovu sio mambo na kuwa wewe uko umri wa hii level, sio kukua na miaka mingi. Anasema anaambia kanisa la Wakorintho ya kwamba kama wangejua walipokuwa wanamsulubisha Kristo hawangemsulubisha, lakini Roho Mtakatifu anaposhuka anatusaidia kuelewa mambo. Wapendwa, lazima tukubali Roho Mtakatifu atuongoze. Lazima tukubali wapendwa, tuongozwe na Roho Mtakatifu. Tukatae kujiangalia na kuona ya kwamba mimi nikiangalia hii mambo itaenda. Hii ni mambo ya kiroho. Tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ukiendelea kusoma katika kitabu cha Wakorintho, cha Corinthians, Biblia inasema ya kwamba Paulo anasema ya kwamba walio, kwa hivyo kuna watu wengine, kuna vitu zinaweza tendeka malapa, na kama hauna Roho Mtakatifu wa Mungu, Paulo anasema kwao wataona kama ni upuzi. Haleluya. Lakini yule aliye ndani wa Roho Mtakatifu atatambua na ajue ya kwamba huyu ni Roho wa Mungu anatawala mahali hapa. Na Biblia inasema ya kwamba Paulo anaendelea kuongea, anasema ya kwamba hao mambo ambayo yamefichika ndani ya Kristo hayaelewi na watu hivi hivi. Hawaelewi na watu hivi hivi. Ni watu ambao wameingia ndani ya Kristo, ambao wamejengeka ndani ya Kristo, ambao wamejengeka ndani ya Kristo. Hao ndio wana uwezo wa kuelewa mambo ya ufalme wa mbinguni. Maana kuna mambo wapendwa zimefichika kupitia neno la Kristo linapotajwa. Kuna nguvu ziko ndani ya mahali pale. Kwa hivyo Roho anaposhuka kuna mpaka vya nguvu za Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wapendwa, tungejua lazima kwanza tukubali ule mtu wa zamani, ule mtu wa nje atakaye vibaya, lakini ule mtu wa ndani ndio Roho Mtakatifu atulie mahali pale. Lazima kuna kujinyima, lazima kuna kulipa gharama, lazima kuna kuonewa ili
Kristo aonekane. Wapendwa, lazima tulipe gharama ya kuvumilia mambo mengine ili Kristo aliye juu mbinguni aonekane ndani yetu. Biblia inasema ya kwamba Paulo akaendelea kuongea, akawaambia ya kwamba, akasema ya kwamba, akawauliza kwa ndiposa yaendelea kuwapea solid food na maziwa, maana mmeshindwa kuelewa. Kuna watu wamekaa kanisani miaka mingi, lakini bado hawaelewi wakati Roho wa Mungu ananena. Wapendwa, lazima tuambie Mungu atusaidie, maana majira na wakati zinaendelea kusonga, lakini sasa sijui pako wewe utapatikana wapi, maana maybe utapatikana kwa solid food. Ile papaito na umepita hiyo level. Haleluya. Haukui. Wapendwa, tukubali kukua machua mambo ya kiroho. Wacha maana uliopewa na ukaokoka. Wacha kukaa mahali pale. Uliza Mungu, ndio uliniokoa. Haukuniita nikae tu. Haukuniita ninakuja nasikiza neno la Mungu linaenda. Lazima tuambie Mungu atusaidie, tujue ni nini hiki ametuitia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba Paul akaendelea na kuwa alikuwa na mzigo na kanisa la Wakorintho. Alikuwa anasumbuka. Na nikawa naomba Mungu, nipe hata hii mzigo, uniweke ndani yangu, nijue makusudi yangu. Kama mimi ulivyoniokoa, uliniokoa nikaje tu nimeokoka, hiyo haitoshi. Wapendwa, lazima tumajue mambo ya levo ya Mungu. Ujue ya kwamba kama vile unatamani kuwa sada nyingine mambo yako physically, hata ya Mungu tamani hivyo. Achana na kusarehe mahali hapo. Kataza kusema nitasimama. Ninajua kuna kitu Mungu ameweka ndani yangu. Sitaruhusu tena kukaa chini. Mungu, ninajua uko pamoja na mimi. Nitasimama nianze kufanya kazi yako. Wachana na wale wakupinga, lakini utimize makusudi ya Mungu aliyoweka ndani yako. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba as a believer, lazima wamama na wazee na vijana tujiamulie, tufunge mishipi ya imani, tufunge mishipi kabisa. Useme mimi nitasimama na Kristo, mimi nitasimama na Kristo, maana ninajua Kristo ana uwezo wa kunisaidia nifike mahali ninafika, hata kama ndio wanakata ndoto zako. Biblia inasema ya kwamba wangelijua wangemsulubisha. Sijui wamekusulubisha upande gani, lakini niko hapa nitangaze kwa mamlaka na nguvu za Mungu. Hawakuwadia walimsulubisha Kristo, lakini mwishowe matimizo ilitimia. Yale Roho wa Mungu alikuwa amesema yatatimia. Wapendwa, naongea na mtu ninamwambia makusudi yako inatimia. Kile Mungu alinena juu yako itakuja kutimia. Makusudi yale Bwana amesema, kile amenena juu yako haitazuiliwa na mtu. Hakuna mtu ataizuilia, hakuna mtu ataizuilia. Kile wamekubali wakusulubisha, lakini ninaongea na wewe, nasema kwa jina la Yesu, makusudi ya Mungu inatimia. Makusudi ya Mungu inatimia. Wamashikatala mayandereba, rekatala mamayanda. My God, kile Mungu amepanga, kile Mungu ameamua, kile Mungu amesema utakuwa, niko hapa na ninatangaza chini ya mamlaka ya nguvu za Mungu, itatimia na haitazuiliwa na chochote, maana Mungu ako upande wako. Roho Mtakatifu
Baba anakuja atimize kile ameanzisha ndani yako. Kuna wito ndani yako, kuna mambo ilianza ndani yako, umekosa mtu wa kukupepetea, una Roho Mtakatifu ndani yako, anakwambia usikate tamaa. Ndio umekutana na mambo mengi, unauliza kama Mungu aliongea. Mungu alikuwa ameongea hili jambo, Mungu alikuwa ameongea. Usubiri huyu Mungu, kuna Roho wa Mungu atakusaidia. Holy Spirit, Imashiri, Ekayandere, Gazikalama Yandere. There is a spirit of God encouraging His people. My friend, don't be afraid. Usiogope wapendwa, usiogope mpendwa. Kuna Mungu ako juu, kuna Mungu aliye juu mbinguni, anatutazama wapendwa, anasema tuendelee kungoja, anatujua na anawaza mema, anawaza mema. Vitu hilo wamekuazia, lakini Mungu inasema anakuazia mema, anakuazia mema, anakuazia mema mpendwa. Yesu anakuazia mema, anakuazia mema. Walimsulubisha wakapanda chama, sijui wamekusulubisha kiasi gani. Hata kanisani unakuja unapata kuna watu wanasulubisha kanisa, lakini niko hapa niseme hii kanisa ni ya Mungu na itasimama, maana Mungu ako ndani ya madhabahu haya. Kile amekusudia kutenda hakiwezi kikazimika, maana kuna Roho wa Mungu, kuna backup ya mbinguni ambayo imeshikilia watu wake. Kwa hivyo ni moto hawezi ukazimika. Rekayanda, Mashekayanda, Rekayanda Rabazikiri na Mahanda. Oh my God. Oh, hallelujah. Oh my Redeemer, my Father. Rekayanda Rabazia Ramahanda. Mashala Makatana Mauri Maziki. Jehovah Mungu wangu. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kile Bwana ameanzisha ndani yako, kile Bwana amesema utakuwa, hata kama ndio utakuwa wewe ndiye mmoja katika hii kanisa, makusudi ya Jehova itatimia, makusudi ya Mungu itatimia. Natangaza chini ya neema ya Mungu, nasema kile Bwana ameanza, kila wito ameweka ndani yako, kila chochote amesema inatimia kwa utukufu wa jina lako, na haitachelewa. Nasema haitachelewa kwa majina ya Mungu, kwa majina kanisa la Mungu. Ikifika kengele za mbinguni zilie, vitu zako zianze kuachiliwa. No more delay, no more delay. I declare the name of Jesus. When the time comes, mbingu kukuwe na mkufunjo, kelele zipatikane kule, vitu zako zikishuka. Kataa roho ya kujirehishiwa mambo, ungekuwa umesonga sana. Kataa roho ya kinyonga, kataa roho ya kinyonga, kataa kwa jina la Yesu. Roho ya kinyonga inaenda tu, inaenda ikijikokota, inaenda ikijikokota. Kataa, hiyo ni roho mbaya. Natangaza, sijui ni nini Bwana amekusudia kutenda, lakini natangaza kwa jina la Yesu, chochote Bwana umekusudia kutenda juu ya watu hawa, kusikuwe na delay, kusikuwe na delay, kukuwe na njia ambayo ni pana, ambayo hakuna kusumbuana. Kama ni mahali unaingia, watu wanapeana njia, maana you have been umepewa backup ya mbinguni. Na unajua mtu anajua vizuri anatembea na nani, hataki kujua wengine mlifika saa ngapi. Utafika mahali pale vitu zinaanza kutendeka, maana kuna Roho wa Mungu. Zile ingine, Roho wa Mungu aliye ndani yetu ana nguvu wapendwa. Roho wa Mungu ana nguvu.
Mungu, tunapopita nguvu zingine zinatina, zinainama. My God. Hallelujah. 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 Mpendo ni sisi hatujawahi jielewa sisi ni nani katika ufalme wa mbinguni. Nilipokuwa nasoma maandiko kaona kile kinafanya wapendo, maana yule Mungu aliyekuwa na Musa, aliyekuwa na Paulo, aliyekuwa na Ezekieli, he is the same God even today. Usiambiwe kingine, bado anaweza akatenda. Hiyo walisema haiwezekani, hiyo ni wao walisema, lakini inawezekana. Nasema inawezekana mbele za Mungu. Hii Biblia ni neno takatifu la Mungu. Hauhitaji kile mpendwa, hauhitaji kitu kingine. Unahitaji tunasoma neno la Mungu na kuomba, kutafuta uso wa Mungu. Hiyo ingine achana nayo, itakufuata. Sasa Paulo anauliza, hata sasa kuna watu wanauliza anasema nini? Haleluya. Lakini wale tayari wako wamemachua, wanaingiza tu, wanaona naeka 1 + 1 2. Haleluya. Praise the name of the Lord. Leo tumetoka na vitu hapa, wakati unaelewa who is in you. Who is in you. Wakati unajielewa ni nani huyu aliye na mamlaka juu yako, mpendo, utaogopa na chochote, hautatishwa na lolote. Utakuwa unasikia vita zinainuka, haujui kuongea. Maana sio hata kwa sababu na uoga, ni kwa sababu roho wa Mungu, roho aliye ndani yako ana utulivu, ajui kushinda kibishana na mambo, anatulia na nyamaza. Wanafikiria ni uoga umejawa nao. Si uoga. Si uoga. Wambie si uoga. Unanyamaza maana unajua kuna yule anakupiganianga vita, na ukianza kuongea mwenyewe unajipigania. Na vita zetu sio za mwili na nyama. My God. Vita zetu sio za mwili na nyama. Vita zetu zinapigana na Jehova. Wapendwa, tukitambua hilo ya kwamba ni nani upigana vita zetu, unaenda kama unaringa. Haleluya. Wakati unajielewa kuna mamlaka na kuna nguvu. The spirit of the power of the spirit. Nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu ambazo zikishuka wapendwa, hai roho ambaye hawezi eleweka jinsi anavyotenda mambo. Watu wanaacha wameshangaa na kuulizana imekuwa aje, maana roho wa Mungu anaposhuka anaacha mambo yamesimama. Na ninaongea na watu ambao wamejiunga katika ufalme wa mbinguni, wanajua mtetezi wao ni Mungu. Niko hapa niwaambie kwamba Jehova ako upande wenu. Hamusiogope wapendwa. Bwana wa majeshi ako upande wenu, anawatangulia. Hamtashindwa wapendwa, hamtashindwa. Hamtaona kwa barabara. Nifanye mtoke katika njia za Bwana, atawafanyia msaada. Mkiwa katika hiyo njia, atafanya msaada. Hadi mashandara bagati makata. Mtu Bwana
wana wa Mungu, kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, mchungaji ni Mungu, ndiye mchungaji wetu, anajua. Kwa hivyo wakati mmoja inaumia, anajua na hii inaumia. Na Yesu haiwezi kafichika mbele za Mungu. Anajua kuganda moyo. Yes. Anajua na haifichika. Unaweza jikausha mpendwa, lakini kule ndani kuna maumivu. Bwana ni mchungaji wako. Bwana ni mchungaji wako. Hata kufunga zile jeruha, umejeruhiwa ya kutosha. Bwana ako pale akufunge tena zile jeruha umejeruhiwa. Masheka yanderewa, makayandara mabori mazeketere boshanda. Mungu anajua. Mungu anajua. Yeye ndiye mchungaji wetu. Kondoo moja ikitoka iende hivi, iende hivyo ipate iumie. Mungu anajua wewe ni kondoo yake. Anajua uumivu. Unaweza ndio jikaza. Mpendo unaweza jikaza, ndio jikaze tu. Lakini Bwana anajua kugada ule moyo, kutia ule moyo kusaidia usimame tena. Bwana anajua kutia watu wake nguvu, wapendwa. Haleluya. Bwana malizia nasi. Mpendwa, tuombe Mungu amalizie pamoja nasi. Safari hii ni ngumu, ndio mpendwa. Ndio ni ngumu. Shana makuta na baburi mazanda. Rekata la mama ya ndorobo zekete. Kuna mioyo ambayo inavunjika ndani na maumivu. Lakini Mungu haitubu hizi mioyo. Oh my God. Wapendwa, Mungu atushikilie. Usikate tamaa. Hauko peke yako. You are not alone, my dear sister. My dear brother, you are not alone. God is together with you. Ametuahidi hataituacha. Wabinadamu wanaweza kukuacha. Unaweza kuwa umekimbiwa na watu wamekuondokea kwa sababu ya mambo ambayo unapitia. Lakini Mungu ako pamoja na wewe. Mungu anaona ni nini hicho kinafanya moyo wako uwe na maumivu. Mungu anajua. Mungu anajua. Jipeane kabisa mbele za Mungu. Usikate tamaa. Ndio umeona ni kama hauwezi ukaendelea tena. Lakini naomba neema ya Mungu ikakushukia ukitoka mahali hapa. Upate nguvu tena. Uone ukiendelea. Hata kama ndio wameomba wanasema hauwezi ukaendelea. Toka na hili neno moja tu. Yako Bwana ni mchungaji wako. Hiyo tu. Hata ukikosa mambo mingi, jua Bwana ni mchungaji wako. Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Mimi namgoja. Mimi ninajua atafanya nifike. Maana ameniongoza. Atakuongoza mpendwa. Usiangalie njia zingine. Omba Roho wa Mungu akae ndani yako. Usikubali kuangalia njia zingine. Roho wa Mungu aweze kuondoka. Katalia hata kama mawimbi ni mengi. Ukae tu. Roho Mtakatifu aendelee kukuongoza. Praise the name of the Lord. Tukatalie kwa Mungu kwa njia za utakatifu. Na Mungu ako tayari kuonekana. Kiendelea kusoma katika kitabu tulikuwa tunasoma. Korintho ukiendelea hata sura yake ya 3. Matendo ya Mungu ikaanza kuonekana. Maana Paulo alikuwa anawauliza ya kwamba unawezaje kuokoka lakini matendo hayaonekani ndani yako? Umeokoka lakini kuna mambo ingine inakuzunguka. Kuna mambo imekulemea. Mungu atuepushane na hiyo. Mungu atuondolee kila aina ya mizigo. Ndio wameuliza, ndio unajuana na Mungu, ndio
lakini unabebana na mizigo mizito, Mungu ako tayari kuzibeba. Mungu ako tayari kuondoa hiyo aibu imekuwa juu yako. Bwana ako tayari kuichukua mwenyewe. Haijalishi na kaaje, inaweza kaa ni kama hata ulijidharau mwenyewe, lakini Bwana wa mabwana atashuka na kuondoa zile zote aibu wamekuona nazo kwa muda mrefu. Haijalishi ni aina gani, lakini kwa ule upendo wa Kristo aliyotupenda nao akapeana mwanawe Yesu Kristo, ule upendo bado uko. Atatufunika katika aibu zote, atatufunika na atupe utukufu mwingine katika jina la Yesu Kristo. Upendwa, surrender your life to the Lord. Peana maisha yako kabisa, wacha kupeana nusu. Upendwa, kubali kujitoa kama nabii. Tukubali kujitoa wapendwa, tukubali kujitoa kabisa. Wacha kujitoa leo, siku ya kesho ukiona mambo inatokea unarudi nyuma. Mwanajeshi anakufanga akipigania. Wacha tupiganie, tukufe tukiwa katika ndani ya Kristo. Tusidaivati. Ndio kuna mambo mingi inaendelea hata kwa ulimwengu, lakini shikilia Kristo. Shikilia Kristo wapendwa. Huyo ndiye atakusaidia. Wachana na hii mambo ingine inakuja. Maneno itakuja, lakini neno la Bwana litasimama. Neno la Bwana litasimama. Na yule aliye na dada, yule atakuwa ndani ya Kristo, huyo ndiye atasimama. Maana hizo zingine mawimbi itakuja na itaanguka, lakini yule ako ndani ya Kristo, misingi yake imejengeka ndani ya Kristo, huyo atasimama. Atasimama. Wapendwa, tutasimama. Watu watashinda umesimama aje, lakini kile Kristo ndani yako. Usitawe jua Yesu kivyako. Jua Yesu kivyako. Taka kukaa katika njia za utakatifu. Sijui kwa nini naongea, lakini Mungu atusaidie tujipeane kabisa wapendwa. Maana siku zinaja za uovu. Kuna siku zinakuja, lakini utakuwa umesimama wapi? Wapendwa, lazima tusimame katika ufalme wa mbinguni. Lazima tukubali, tuseme Kristo, tulisema hatutakuacha. Kubali kutembea na Kristo. Hata ukipitia magumu ujue ya kwamba Yesu ndiye msaada. Hata ukizunguka uombe nani msaada? Msaada wako uko kwa Kristo. Na hata ukikimbia kwa fulani, na kama Mungu hajamuamuru akusaidie, utaenda hata kwa 20 na hautasaidika. Maana msaada wetu utatoka mbinguni. Bwana ndiye msaada wetu. Tutamkimbilia yeye. Wapendwa, mambo ni mingi inaendelea. Familia zinakufa. Sijui kama tunaona vile unasikia familia inaenda. Kwa hiyo hali imefika, ni pako usimame kama mama, kama mzee, kama kijana. Mahali imefika ni wewe personal. Wakati ulipookoka, sikuenda kupiga magoti na mama yangu. Sikukiri ile maneno nilikiri na mama yangu ama baba yangu. Mwenyewe niliakili peke yangu. Lakini imefika mahali sasa tunajishikanisha na vitu. Mpendo, tuache kujishikanisha na watoto wetu, wame zetu, bibi zetu. Connect kwa Mungu. Connect yourself in the Lord. Who knows? Maana Mungu anaweza kuwa ni wewe anasuguana na wewe ndio familia yako iokolewe. Lakini wewe unaendelea kubebana na Rutu ambaye anakusumbua. Haumwachi. Saa hii peana maisha yako. Jipeane kwa Mungu. Jipeane kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Jipeane kabisa wapendwa. Jitoe kama chombo. Mungu anaweza akaona mwanamke katika taifa la Kenya Beninyima amelilia Mungu anamsikia komboe taifa la Kenya. Nani anaweza jua? Mungu haangalii wingi, haangalii majority ambao wamesimama wakiwa wengi. Anaangalia ile roho imejawa na Roho Mtakatifu, iko na tamanio ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni nani huyu? Aliko wapi?
mafuta atakayesimama mbele za Mungu, abebe taifa la Mungu, taifa la Kenya, abebe familia za watu wa Kenya bila kuangalia nyuma, aseme Bwana hii imetosha, Bwana hii imetosha, naomba utuondolee huu mzigo, naomba utuondolee hiki kilio, tumelia ya kutosha, Bwana tukuhurumie. God is looking for that God. He is searching for a kind heart ambaye inanyenyekea, haina kiburi, iko ready kutumika bila kuangalia nyuma, bila kuangalia kusema itakuaje. Mungu anaangalia, anatafuta hilo iko wapi. Anaitafuta. Bwana anatafuta hii moyo kama imejaa na kunyenyekea na kujikosa. Salabaganda na mafuta na mafuta. Wakayanda na mafuria msekete boshanda. Wapendwa, tujipeane kwa Mungu. Sisi ndio Mungu ametuita wapendwa. Sisi Mungu ametuita. Tulilie taifa letu. Tulilie taifa letu. Tulilie watoto wetu. Wewe uliitwa na Mungu. Nini hicho unafanya? Ni siku gani umekosa amani juu ya watoto ambao wanakufa? Mungu anatutafuta wapendwa. Si wapendwa, tujitoe kwa Mungu wapendwa. Tujitoe kabisa, maana tulikubali kuitika. Alituita na tukaikubali kuitika. Tukaisikia ile sauti. Akatuita na tukaitika. Tukasema yes master, I will follow you. I will follow you. Mungu nitakufuata. Lakini Bwana atatusaidia. Bwana atatusaidia na aturehemu. Wapendwa, tutoke na ile njaa. Wachana zile mambo unaona. Starehe ni mzuri tu. Lakini kama hakuna amani, hata wewe utapata amani. Hauwezi ukapata amani. Hauwezi ukapata. Maana Mungu amekutenga wewe kama chombo cha kumuita na kumlilia Bwana. Tujikatae. Baba, tusimame kwa miguu yetu. Nimkaribishe mchungaji akuja endelee na Bwana.